a day full of drama. I had to call it drama because it was totally unnecessary. Totally unnecessary. Trying to use the police and the judicial system to settle what are purely political scores. We are seeing the country regressing to the dark old days. The dark old days of dictatorship, of suppression of free will, suppression of free thought, and everything that you can talk of. Built for hardcore, for terrorists, you know. The Kahawa court was built for terrorists, which is in the committee. That's why they're taking us on Thursday to go and take pleas. I won't talk much about the court issue, for good reasons. Yeah, but this is just but a continuation. Maybe how was the day in the hands of police landing down here? Yes, thank you very much for now. Thank you very much for now. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji, kama kawaida nilivyokuarifu kwamba hapa ni mahali ambapo tutakuwa tunakufahamisha kila kitu au tukio ambalo linaweza kutokea. Na iwapo kama bado hujasubscribe, kulike na kushare na kucomment, na kuomba uweze kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Ujumbe ambao umeweza kutufikia hivi sasa ni ule kwamba wabunge wale watano ambao waliweza kukamatwa siku ya leo, huku akiwemo wawili wao ni kiongozi wa wachache katika bunge lile la kitaifa ambaye ni mbunge wa Unguja ambaye ni Opio Wandahi, pamoja na seneta wa Kilifi ambaye ni Stewart Madzayo, waliweza kukamatwa katika njia mbalimbali, njia panda, huku wote hao wakijaribu kuingia katika majengo makuu ya KICC katika hali ambayo haieleweki. Waliweza kukamatwa, na kulingana na wakili wao ambao ni Danstan Omari, aliweza kueleza bayana ya kwamba wawili hawa waliweza kukamatwa karibu na majengo ya bunge, ambapo ni kinyume na sheria, kulingana na sheria ya mwaka 2010 ambayo tuliweza kupitisha kama katiba yetu. Ni swala ambalo amesema watakuwa wanaliangazia kwa kina sana, kwa sababu ni kukiuka sheria na viongozi ambao tumeweza kuwachagua waweze kwenda kuwa wakilishi wetu pale mbele, na watu hao walishikwa katika afisi zao au maeneo yao ya kufanya kazi ya afisini. Ni swala ambalo tutakuwa tunalifuatilia kwa kina, hasa tuweze kutambua ni yapi. Na vile vile baadhi ya wabunge ambao waliweza kukamatwa ni kama Amina Mnyazi, Ken Chonga. Ni swala ambalo kukamatwa kwao kuliweza kuleta tumbo joto na kuweza kusababishia watu kuzua rabsha tele katika maeneo mbalimbali katika taifa hili la Kenya. Hili ni swala ambalo ukiangalia kwa kina au kwa marefu sana, ni swala ambalo liliweza kuzua vurugu na vurumai maeneo mbalimbali, huku ukifuatiwa na seneta Ule Kina akiweza kushtumu serikali na kusema kwamba hiki ni kitu ambacho kimeweza kufanywa na si kitu kizuri. Ni swala ambalo lafaa kuingiliwa wakati na kushughulikiwa kwa kina. Lakini ukiangalia Danstan Omari aliweza kuelezea kwamba watatu hawa au watano hao walishikwa wakapelekwa katika kituo cha Central, alafu wakaondolewa pale na kupelekwa katika kituo kile cha Kiambu ambacho hakipo ukiangalia katika jurisdiction yao ambao wanafaa kushikwa. Lakini aliwashukuru wakuu wa polisi katika kituo kile ambao waliweza kuwabeba au kuwapokea kwa usalama na kuwalinda na kuwapatia hadhi ambao walikuwa wanafaa kupewa, na waliweza kuachiliwa saa jioni kwa dhamana ya shilingi 50,000 kila mmoja. Lakini watakuwa wanapelekwa katika mahakama ambayo tunaona Danstan Omari ameweza kutia shaka na kusema kwamba mahakama ile ya Kahawa ni mahakama ambayo sana inajulikana kwa kufanya kesi zile za watu ambao wameshtumiwa mambo ya kigaidi, kwa lugha ya kimombo tunasema terrorist courts. Kwa hivyo anauliza kwamba swala, je, akina Opio Wandahi, kiseneta huyo wa Kilifi, Stewart Madzayo, Amina Mnyazi, Ken Chonga, je, watu hawa ni magaidi? Na je, swala hii italeta picha gani hasa kwa wale watu wetu ambao kwa upande wa nje ya taifa? Itakuwa inaleta picha gani kwa viongozi au wale ambao ni wawekezaji katika taifa letu la Kenya? Ni hayo tu kwa sasa nitakuwa nakufahamisha, lakini zidi kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika channel hii yetu ili tuzidi kukufahamisha tu mambo ambayo yanaendelea kutendeka katika taifa letu.